We have managed to trace the village of Sinai village. In this village, we are told that when the truth of Phoebe's injury reached the parents, it crushed them and left them totally helpless. We are also told that would then begin a grueling journey for this humble family, a journey that would take them across different hospitals, among them Kitale District Hospital and Cherangani Nursing Home, and cost them every penny they ever had. We're told that this was to change when Phoebe's mother brought Phoebe to the meeting of the Lord at Eldoret in We have just received a very sick patient. This patient is called Phoebe Muhoni. They are from Matunda. She is 18 years old. She got a spinal injury. And now the only management is that they have just put a spinal corset. You can see this one to support the spinal cord. This patient cannot walk. She has just been carried by the mother with some few ashes. Mama, unaweza kutueleza vizuri kwa ufupi ilitoka sache mpaka akaumia namna hiyo? Kwa ufupi. Ilikuwa siku ya Ijumaa mwaka jana, mwezi wa 9. Alafu alipoenda shuleni, bila alirudi jioni akaniambia, mama, unajua nimeumia. Mwanafunzi mwenzangu alinipiga kwa shule na kukanyagia chini. Daktari akatibu. Daktari kashindikana, akaniambia niende district Kitale apigwe x-ray. Nilipoenda x-ray wakaweka kwa kitanda. Tumeishi kwa kitanda miezi miwili. Na nusu. Ametoka huko akienda akifanya mtihani wake wa form 4 kama amelala tu chini. Anafanya mtihani wa form 4. Yeye ni form 4 sasa? Amemaliza. Anafanya akiwa amelala chini. Alikuwa amelala tu chini. Sasa mlikuchacha hapa, mlifikache hapa? Hapa. Tulikuja na kanisa. Na kanisa? Tumebeba yeye. Tumebeba yeye. Kwa hivyo hali yake sasa hata akitaka kuenda choo unabeba yeye? Ninabeba. Akitaka kufanya chochote, kuoka, unaosha yeye? Naosha yeye. Pole sana. Umetoka sehemu za? Tumetoka Matunda. Kwa hivyo sasa mliposikia kuna mkutano ya nabii na Mungu ameahidi kuponya kila aina ya magonjwa, mkasema twende? Nikasema niende, hata mimi nipokee hiyo uponyaji. Pokea hiyo uponyaji. Wewe ni mama yake? Mimi ni mama yake. Na sasa unatarajia nini kwa Mungu sasa? Mimi kwa Mungu natarajia Mungu amponye. Maana Mungu ndio daktari wa madaktari. Asimame hapa. Asimame atembe. Arudi nyumbani. Kabisa. Nitashukuru Mungu. Yeah, so this is a very special case. They are waiting for the healing of the Lord. I see some people are healed there. That is a broken hip or something. Right? This is a broken back. This is a broken back. Walk, my daughter. This is a broken back. Yes. Today, broken backs are healed in large numbers. Who brought this person? Who are you? What's your name? My name is called Phoebe Adesa Mungoni. Phoebe Adesa Mungoni. Yes. Phoebe Adesa Mungoni. From where? Toka wapi? From Matunda.
kutoka Kitale. Machuka, you said? Machuka, Kitale. Yes, but Kitale. Yes, I see you are here, my daughter. Naona uko hapa binti wangu, nini kimetendeka? What happened to you in Kitale? Okay, last year I was Form 4 at the school, high school. You were in high school, Form 4? Yes. Ilikuwa kidato cha 4 shule ya upili. Okay, it was on September. Ilikuwa September. Whereby I was prepared to do my national examination. Mahali ambapo nilikuwa nimejiandaa kufanya mtihani wangu wa kitaifa. I had my fellow students. One day, it was on 25 September last year. Ilikuwa tarehe 25 mwezi wa Septemba mwaka uliopita. I did not have another lesson, so I go on the library to study my lesson. Sikuwa na somo lingine, mimi sikuwa na mtihani mwingine, hivyo basi nikaenda kwenye library ili nikaweze kujiandaa kwa sababu ya mtihani mwingine. Then that boy, he was having a lesson. Alafu huyo mvulana alikuwa na somo lake. Alinishika, akanipiga magumi, akaniangusha chini, akanipeleka both sides, huku na mgongo. Niliona hivyo, nikaenda nikaripoti, na kandalia pia na uniform. Walikupiga kwa mgongo? Walikuwa wapi? Kanyaga? Alafu nini katendeka? They stepped on me. What happened? So they stepped on you, what happened? Nilishindwa kutembea. I was not able to walk. From that point on, for how long? I mean, what happened? You were taken to hospital? But you could not walk or what? Yes. Haungeweza kutembea. Hata kutembea miguu yote ilikuwa imekufa, mwili yote. Imekufa? The 2 legs were dead. Yes, for how long now? Kwa muda upi sasa? Ilikufa kuanzia September. From September. Hata nimetembea tu kikuja. I have just walked while coming. Nimeanguka tuko ndo nikaamuka, nilisikia neno la Mungu. I just had the word of God and then I woke up. Nani alikubeba kuleta hapa? Nilikuja na pastor wa kanisa. Pastor gani? This is a very big miracle. Huu ni muujiza mkubwa mno. Pastor gani? Which pastor brought you here? Pastor from Matunda. Can you just come for 1 minute? Mchungaji kutoka Matunda, unaweza kuja dakika moja? We don't have much time. The pastor who brought her, please. Mchungaji aliyemleta tafadhali. Do you know her? Unamjua kabisa? Or the pastor? For the very first time in about a year, Phoebe was able to stand up and walk by herself. This week, we have come to Kitale to pursue a noble testimony, a beautiful testimony, and a mighty testimony in which we are told that there is a girl called Phoebe Kadesa Muhone who was once in Eshukulu Secondary School in this Kitale region, and then she got involved in an incident in school in which her back and spinal cord was totally crushed. And we are told that she was carried from school and taken to several hospitals, among them Kitale District Hospital and Cherangani Nursing Home. Bwana Yesu asifiwe. Phoebe. Amen. Tumefika ile Oil Libya, tumetoka pande ya Kitale, sasa tuelekee vipi? Okay, bila mmefika hivi Oil Libya. Ndio. Upande wa Rafford upande wa kulia. Okay, asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Majina yako kamili ni nani? Majina yangu ni Roda Mng'oni. Roda Mng'oni. Eh. Hapa mahali tuko ni wapi?
Hapa mahali tuko ni Sinai Chukula. Sinai. Kwa hivyo hili ni boma lako? Ndiyo. Sasa hebu nieleze, Phoebe Muhone ni nani kwako? Phoebe Muhone ni mtoto wangu wa 4. Sasa aliporudi nyumbani ulisema uliona ako na maumivu sana. Niliona ako na maumivu sana. Jumamosi hivi tukampeleka hospitali kule Matunda. Akatibiwa hata Jumapili, maana ilikuwa kliniki ya private. Hapa Matunda. Ikakaa hivyo. Jumatatu aliporudi huko vile ameandikiwa, daktari akaangalia akaona hapana. Akaona hii hali ni kubwa sana. Akaona hii hali yabadiliki, akitibiwa, baada ya kubadilika anarudi chini. Ilibidi daktari afanye nini? Aniandikie barua kwenda Kitale. Nilipoenda Kitale siku ya Jumatano, maana hapa katikati nilikosa transport. Nilienda Jumatano. Ndio. Nilipofika huko daktari akaangalia Phoebe akaniambia aende x-ray. Akaenda x-ray, wakatoa picha. Akaandikiwa aende alazwe kwa kitanda. Kitale sasa. Kitale. Hapo tulikuta alikuwa vibaya. Tukakimbiza Cherengani. Tulipoingiza Cherengani wakamhudumia mbio. Tukakaa Cherengani nursing home. Siku ngapi? Siku 3. Ndio. Tukatoa. Alirudi kulala chini kabisa. Hakuamka tena. Sasa nini ambaye hangeweza kufanya wakati huo? Hangeweza kukaa. Hangeweza kuketi ama asimame. Sasa ilikuja ikafunjika kabisa. Kujifulia nguo? Mimi mwenyewe nilikuwa nafua mpaka nguo zake zote za ndani. Na kula? Kukula nilikuwa nalisha. Sababu alikuwa sasa kukula tumbo imerudi kidogo. Na akitaka kujisaidia? Ninabeba. Hebu unaweza tuonyesha vile ulikuwa unabeba? Bibi alikuwa mzito. Okay. Ndiye ajisaidie. Okay. Akishajisaidia mnamrudisha pale. Mrudisha hivyo tena. Okay. Asante. Baada ya kufanya hivyo mnaenda mnamwaga sasa. Ndio mwaga sasa. Kumsafisha mnamfanyia kila kitu. Ndio. Okay. Asante sana. Tuliendelea kwa hiyo hali ya Phoebe kuumia hivyo mpaka mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kwa hivyo ulisema hangeweza kufanya nini? Hangeweza kukaa? Hangeweza kukaa. Hangeweza kukula. Hangeweza kuenda choo. Phoebe aliumia mpaka hata akafunga kwenda choo. Phoebe alifunga hata kwenda haja ndogo. Ukiona alikuwa anaenda haja ndogo kama tuko Kitale, niita daktari afurute. Aliwekewa hata pipe. Sasa nieleze mkutano wa Eldoret, nani aliwajulisha? Daktari mkutano wa Eldoret, mwenye tulijulisha alikuja hapa kunichukua alikuwa Jeni Kwendo. Kaniambia nitakuja nikuchukue Jumapili ile nyingine sio hii. Uende upateko maombi huko. Mungu akuguze kupitia kwa hiyo mkono ya Roho Mtakatifu, mtoto atapona. Niweke imani kabisa. Na mkutano itakuwa Eldoret ya nabii itakuja. Kupitia hapo utapata fanya nini? Uponyaji. So Eldoret mlifika vipi? Eldoret kutoka hapa, kutoka tarehe 27, lakini nilisaidiwa na wamama wa kanisa mwezi wa 8. Tutoka hapa tarehe 27 Alhamisi. Ndio. Tukaenda huko Eldoret. Ndio. Phoebe alibebwa tu akiwekwa kwa gari. Hakukuwa anaweza kutembea. Wewe ulimbeba? Tulibebwa na sasa mimi walikuwa wananisaidia, walinihurumia sana wakati aliingia kanisani. Walimhurumia, walikuwa wananisaidia. Sasa alikuwa kwa mkono wa maashas. Ndio. Kambeba tukaenda mpaka kule Eldoret. Ndio. Tukaingia mpaka uwanja gate 1. Hapo ndio tena walioji Phoebe na alikuwa amelala kabisa. Phoebe hata hangesikia, maana tena vile tuliingia kwa gari, aliisha kabisa. Alikuwa amepoteza fahamu. Alikuwa amepoteza fahamu. Hata alilala tu chini kama miti, hata hakuongea. Ndio. Sasa mkamweka chini. Tukamweka chini. Mimi nataka kujua wakati gani ulijua Phoebe amepona? Wewe ulikuwa unafanya nini? Sasa ilipofika Jumamosi, ndio viwete wakaanza kusimama, vipofu wakaanza kuona, wale walifunjika wakaanza kutembea wakitupa marungu zao, wakitembea. Ndio. Sasa mimi ni wangu huyu ilipofika Jumamosi ndiye akawa amezitiwa. Hata sikujua kama nitarudi na yeye. Ndio.
Phoebe alizidiwa siku ya Jumamosi kabisa. Sasa mimi nikawa nimetoa matumaini. Sababu amepoteza fahamu, sasa anaonekana ni mtu wa kwenda. Nikasema nitaambia nini baba yake? Na sikumwambia ninaenda Eldoret. Kanyamaza. Nikaenda sasa kushangilia wengine. Nikasema Mungu, kama ulisema huyu mtoto ni wangu, itakuwa hivyo. Na kama unasema tena ni wako atatokea hapa, ni hivyo tena. Nikaenda. Ukajiuzulu. Naenda kushangilia sasa, hata nimesahau nilikuwa na mgonjwa. Unashangilia uponyaji wa wengine. Nimesahau nilikuwa na wangu mgonjwa. Ndio. Niliporudi kitu ikasema rudi uone. Niliporudi maajabu. Sikupata Phoebe pale. Nilipata blanketi. Ndio. Nikauliza mwenye alikuwa hapa ameenda wapi? Ule walikuwa naye mtoto ya jirani tu akaniambia Phoebe kameenda. Nikasema wapi? Alikuwa mgonjwa sana. Amepelekwa hospitali. Sababu ambulance zilikuwa hapo. Akasema hapana. Mwingine akasema hapana, Phoebe amepona, ameamuka, ndio ule wanashangilia. Huko juu kwa madhabahu. Anaenda, alikuwa hajafika. Sasa mimi nikaamuka nikaanza kufuata. Nikaona Phoebe. Baadaye ulifanya nini? Nilipiga nduru, nikaanza kulia, nikianguka. Nilianguka mieleka ngapi? 3. Ndio. Nikienda kumuguza, anacheka tu ananiangalia hivi. Na ana bounce akienda. Ana bounce. Nikashinda ni yeye na watu wanashangilia. Ndio. Tulienda tu hivyo mpaka tukafika juu. Madhabahu kwa nabii. Ndio. Mama mwingine tulikuwa nabii sasa hiyo alikuwa ameingia. Alikuwa ameingia. Ndio. Wakati alipita hivi kwa kiwanja akienda. Ndio wakati huo ndo alipona. Ndio alipona wakati huo. Na Phoebe akaenda mpaka wapi? Juu akitembea mwenyewe. Nilishangaa kuona Phoebe alipanda hiyo gorofa ma step zote mpaka juu. Peke yake. Kwa hivyo unaniambia wakati nabii mkuu wa Bwana alivyoingia kwa kiwanja Eldoret, Phoebe sasa ndio uponyaji wake. Uponyaji wa Phoebe ikapatikana. Akapona mpaka wa leo. Ndio. Nikashukuru Mungu sana. Ndio. Nikafurahi. Nikaambia Mungu asante kwa kazi nzuri. Sasa uponyaji huu una maana gani kwako? Uponyaji huu ilipona mpaka roho yangu. Nilisikia Mungu kumbe hanaweza. Si story ile wanaweza kusoma ama ile wanaweza kufanyia nini. Wacha Mungu aitwe Mungu, asifanyiwe mzaha. Siku hizi Phoebe ni mzima. Phoebe anaoga mwenyewe. Phoebe anaweza kwenda nje mwenyewe. Sasa nilishukuru Mungu, na ninazidi kumshukuru mpaka nikakubali kuingia ndani ya kanisa hilo. Madhabahu hiyo. Toba na utakatifu. Asante. Huyu mtoto wakati huo hakika nilikuja nyumbani sababu mambo ilikuwa ile sio kawaida. Alikuwa kwa hali sio nzuri sana. Sababu ilikuwa ni kubebwa. Sasa hebu nieleze. Ulijuaje Phoebe amepona? Mimi kwanza nilipata message kwa simu yangu kuwa Phoebe amepona. Lakini vile niliona vile nilikuwa nimemuona na vile wazo wangu ilikuwa nashika mita, sikuamini. Kwani ilikuwa inashika mita ikisema nini? Sasa alikuwa na ngoja tu kwenda kwa Mungu. Yani mambo ilikuwa mbaya. Kwa hivyo wewe vile nakushika unaniambia ulikuwa umeinua mkono umeona huyu? Matumaini yangu yeye na dunia hii ilikuwa imekwisha kusema ukweli. Yeye kwa dunia sababu tulingangana na yeye. Tukamtibu. Akikuwa uoda kwa miezi 10. Phoebe angetaka kuota jua. Ilikuwa nimleta nimwanike hapa. Kwa tunanikanga hapa. Phoebe alikuwa akilala. Unamlaza chini. Namlaza chini. Sasa ningeenda kwa barabara nione kama mtu anapita. Sasa zile imefika jioni na sijaona mama ameingia. Ama mvua inataka kunyesha. Niende nisimame kwa barabara nione tu mpita njia. Nimsalimu vizuri nimwambie. Nimuongelesha alafu akiingia nimwambie unajua cha nilikuwa nakuambia nisaidie huyu tu mgonjwa tupeleke kwa nyumba. Angeshika miguu na mwingine ashike kichwa hivi unapata hata amezimia. Nilikuwa nazimia hata siku 3 napata hata aongei. Ndio. Ni hivyo tulikuwa tunaona.
Okay, kwa wakati wa uponyaji wangu, nilipokuwa Eldoret, nilipofika huko hivyo, sikuwa nasikia. Ndio. Uchungu ilikuwa imeharibu mpaka akili. Niko tu lakini sijui pale niko. Mtoto mmoja akuja akaniambia nilikuwa nimelala. Mtoto? Ndio. Ati nabii wa Mungu ameingia kwa uwanja. Na bila ameingia, amesema uponyaji, ati hiyo wimbo ila anaimba uponyaji inaanza. Now listen to me. Sasa nisikize. I want to sing to the Lord here. Ninataka nikamwimbie Bwana hapa hivi. As we open this service. Tunapoifungua ibada ya siku ya leo. And remember. Nakumbuka. That when I stand before the Lord. Ya kwamba ninaposimama mbele za Bwana. And worship the Lord. Na kumwabudu Bwana. At that moment. Wakati huo. He's going to heal a lot of people here. Anaenda kuwaponya watu wengi hapa. Many more. Wengi zaidi mno. How mighty. So mighty. Mighty. So mighty. So mighty. How mighty. So mighty. Ndio. Na mimi mwenyewe nikisikiliza sisikii. Nijipata nimeamka nimeenda kwa madhabahu ya Mungu, nimetoa ushuhuda. Hata sijui ushuhuda nilikuwa nasema nini. Ndio. Ulijipata tu umesimama. Ndio. Nimetoa ushuhuda, nimekaa chini. Nilishukuru. Na nitumikia Mungu na kumwabudu mpaka wa leo bado nasema acha Mungu aitwe Mungu. Phoebe Muhone ni mtu ya community yangu. Ndio. Ni mtoto ambayo ako kwa area yangu. Ambayo mimi naongoza. Na unamjua kivipi? Miaka iliyopita jambo ilitokea hapa maajabu katika area yangu hapa. Katika Matunda sub location. Ndio. C9 area. Ndio. Phoebe alitoka akienda shule. Kurudi wasasi yake walianza kunumunika Phoebe ameumizwa katika shule ambayo alikuwa anafanya. Wakakuambia pia? Wakaniambia. Nikakuja nyumbani hapa kuhakikisha kwa hakika Phoebe alikuwa ameumizwa. Ndio. Nikauliza wasasi mmechukua action gani? Wakaniambia tumepeleka hospitali, tumejaza P3, in process inaendelea. Kitu ilinishangaza. Ndio. Phoebe angeweza kutembea, angeweza kufanya chochote. Wakati ilifika anapeleka hospitali, nilikutana wasasi yake kama Phoebe analala chini, ameshindwa kutembea, ameshindwa hata kufanya chochote. Paka sisi watu wa area tulishindwa. Tulikuwa tumesema tu sasa Phoebe mambo yake imeisha duniani, hata kuwa hai tena. Hata wewe mwenyewe? Hata mimi mwenyewe nilikata tamaa. This is Kitale County Referral Hospital, commonly known as Kitale District Hospital, and this, we are told, is the venue that Phoebe Kadesa Muhone was brought on November 17th of last year, 2014, and she was discharged this year, January 8th of 2015. This is the accident and emergency unit at the Kitale County Referral Hospital. This is where we are told Phoebe Kadesa Muhone was received after being referred from Cherangani nursing home, and Phoebe was brought here, as we are told, after suffering spinal injury secondary to assault, and she was admitted here for nearly 2 months in this facility. When a patient is brought in and then they are attended to by the doctors, they are stabilized there before they are allocated the wards, and this is what must have happened to Phoebe
Kadesa Mungoni. This is outpatient department. Yes. The first patient, the patients come. Yes. Before they are either referred to the wards or Yes. the pharmacy or the laboratory. Yes. Like for instance, Mary, Yes. we want to examine her, Yes. and then we'll decide Yes. if she's going to the lab or she'll be going to the pharmacy or we'll be admitting her. My name is Dr. Morris Wakwabubi. I'm a surgeon by profession, but currently I'm working as a chief officer for health for Trans Nzoia. I did my undergraduates and graduated in 1997 from the University of Nairobi. Yes. And then went for my master's, which I from 2002 to 2006. Then I have worked as a surgeon from 2006 to date. I've also worked in various administrative areas as a medical superintendent for Kitale District Hospital, Kapenguria, Western Province, Bungoma, and then now currently I'm here as a chief officer for health. Wow, that's quite a vast experience. We are here because of Phoebe Mungoni, and before you are the documents to kindly go through documentation of Phoebe from the moment she was injured. Now, these are the documents that I have, which I'm not going to add or subtract anything. Phoebe is 18 years old, who was assaulted, who was injured at school, then was rushed to Cherengani Nursing Home. That was on 26th of September last year. Now, when she arrived there, the record showed that she had a weakness of the lower limbs, which means she could not walk. She had incontinence of stool and urine. She was there for 1 week and transferred to Kitale District Hospital, where I can see the discharge summaries here. In Kitale, she was admitted on she was admitted on 17th of November 2014 and discharged on 8th January 2015. She was treated there and she didn't have much improvement, and the diagnosis was spinal injury secondary to assault. I think the same time she was also done an MRI scan, we can see, which was done in Medihill Hospital and Fertility Center. And I'll go just to the summary where it is saying that she had lumbar mild spondylosis, L4 S1 disc dissection, posterior annular tear, and diffuse posterior disc bulge. Yeah, this one means that the disc, between the vertebra, there are two like this, and in between there's a disc. It had bulged and was touching on the spinal cord and the roots that supply both lower limbs, and that's why she was having those weaknesses. That's why she was not able to walk. Yeah, not able to walk. To make it worse, that because of the issue that she was not able to control the bladder and the stool, which means that there was also some issues with the quida equina. Yeah, that's why she was not being able to control both. Now, usually in such cases, if she had no problem with the bladder and the stool, we basically try to manage as conservative as possible. Okay. But when you have issues with the bladder and the stool, this is usually an indication for surgery. And is that just a general surgeon or a you usually should be a neurosurgeon or an orthopedic surgeon can do it. Can do that type of surgery? Yes, can do it, that type of surgery. And of course, definitely, it could not have been done in Kitale. It is either Moi Referral or Kenyatta. So a specialized doctor would have to do it in... This one needed a specialized doctor to do it. Yeah. She continued having all these problems.
She continued to have a lower limb weakness, and that's why she was given a corset. Yeah, which is part of the conservative management. She was given a corset, and she continued to have the lower limb weaknesses. She continued to have incoordination of the bladder. Namshukuru Mungu niliposikia mkutano wa Bwana iko Eldoret. Nilienda Eldoret, singekuwa naweza kutembea na kusimama, kukaa chini, maisha yangu ilikuwa ya kubebwa tu. So, Daktari, kindly give us your take on this. Remember, where she was affected was the lumbosacral region, where we also have the parasympathetic outflow. Now, when you have a lot of pain, of course, naturally you will get confused. The pain can lead you into confusion, and then that's why she was blacking out. Now, and also the parasympathetic, affecting the parasympathetic outflow. Yes. Now, this actually, when now somebody who went there and then not able to control stool, urine, and then weakness of the lower limb, then she heals immediately. Now, definitely, that is a miracle happening. Yes. And to me, that I can only explain knowing that this is God who has done it. Yes. And my message is that this is God of heaven who has done it. And we are privileged that he did it. He has done it in Kenya here. Yes. And the patient also privileged that he comes from Kitale. So we are happy to know that God who used to do miracles even in those days, yes, the days of Jesus Christ, yes, he's doing it now. Yes. And to me, I'm really humbled and challenged that God has done these miracles using the servant of the Lord. And my message is that let all of us, yes, in Kenya and the whole world, yes, believe what the mighty prophet is doing and, yes, saying. Yes. It is highest time that we believe what he's saying. I think that's my message. That this is a miracle. In other words, there is no medical explanation. I can't explain it medically, sincerely speaking. Somebody just instant improvement. Yeah, I cannot explain it. And able to walk, able to coordinate now bowel movement. Yeah. It's not medically, in the books it's not explaining. Yes, it cannot be explained just instant like that. Yes. So this is a pure miracle. Wow. And I'm humbled also as a Bwana asifiwe. Mali pala huko ni hivi. Mimi nashukuru Mungu umbali la mentoa. Leo ninatubu dhambi zangu zote. Nisamehe ewe Yesu. Amen. Amen. When the man of God, the mighty prophet, was sent by the Lord, the message he came with was repent and prepare the way, for the Messiah is coming. And over the years, that message has not changed. He has constantly taught the church on righteousness and holiness. And now, you can see for yourself what this message has brought to this nation, the healing of Phoebe Muhone.